Jana nilikusomea hadithi kutoka kwa Tabarani ambako tunaona mmojawapo ya wajakazi wa wale masahaba wa Muhammad ambaye anakunywa mkojo wa Muhammad, na Muhammad anamwambia kwamba mkojo huo utamkinga dhidi ya moto wa Jahannam. Leo nakusomea hadithi nyingine tofauti katika mkusanyo wa Sahih Muslim, hadithi namba 2331b. Inapatikana pia katika kitabu namba 43 cha mikusanyo ya hadithi za Sahih Muslim, hadithi namba 114. Hadithi hii inatoka kwa Anas bin Malik. Anas bin Malik aliripoti kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuja nyumbani kwa Sulaim na akalala kitandani mwake wakati yeye hakuwepo nyumbani. Au Sulaim alikuwa haipo nyumbani. Muhammad alipofika nyumbani kwa Sulaim akawa amelala kwenye kitanda cha Sulaim. Siku nyingine pia alilala kitandani mwake. Alirudi na akaambiwa, yani huyu Sulaim alirudi na akaambiwa kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu amepumzika nyumbani kwako na amelala kitandani mwako. Alifika akamkuta akitokwa na jasho lake likidondokea kwenye kitambaa cha ngozi kilichotandikwa kitandani mwake. Alifungua mkoba wake, yani huyu Sulaim alifungua mkoba wake wa manukato na akaanza kujaza chupa zake. Mtume wa Mwenyezi Mungu alishangazwa na akaamka na akasema, Sulaim, unafanya nini? Sulaim akasema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, tunatafuta baraka kwa ajili ya watoto wetu kupitia hili, yani jasho. Basi akasema, yani hapa Muhammad anasema, umefanya jambo jema. Na tunaona watu mbalimbali, Sulaim, Ayman na wengine wanakusanya, mmoja na anakunywa mkojo wa Muhammad, mwingine huyu anakusanya jasho la Muhammad. Fikiria wewe ni kiasi gani Muhammad alivyokuwa anatokwa jasho mpaka huyu Sulaim anajaza chupa zake jasho la Muhammad. Fikiria Muhammad alikuwa ni mtu wa namna gani, alikuwa anatoka jasho kiasi gani. Lakini Sulaim anamwambia, tunatafuta baraka kwa ajili ya watoto wetu, kwamba hili jasho la Muhammad ilikuwa baraka kwao. Naam, ni maisha ya Muhammad ambao tunayasoma katika hadithi mbalimbali. Safari kama nilivyokuambia ni Sahih Muslim, hii ni hadithi sahihi kabisa kutoka katika hadithi namba 2331b. Naam, ni hilo tu ndugu yangu. Yako mengi ya namna hii, mengine yanaweza kushangaza, kufikirika, lakini kimsingi ni kwamba yote haya hayana maana yoyote. Mwisho wa siku kitu peke yake inaweza kukupa wokovu ni damu ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyemwaga pale msalabani, ambayo ikatupa wokovu. Bwana Yesu alikufa msalabani, ambayo ilikuwa ni fidia ya dhambi kwa ulimwengu mzima. La tu mtu amwamini na amkiri, na kwamba baada ya Bwana Yesu kufa akafufuka kama ushahidi wa wokovu na ushahidi wa ushindi juu ya mauti. Na kwa kupitia kifo hiki na damu hii aliyoimwaga pale msalabani, ndipo wanadamu wote wanapata wokovu. Ndugu yangu Muislamu, nikukaribishe utafakari mambo haya, lakini soma hizi Injili upate kuelewa nini habari ya wokovu ilivyo kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Hakuna cha jasho wala mkojo wa Muhammad utakaokupa wokovu wote. Kwanza Muhammad mwenyewe yuko kaburini hivi ninavyozungumza. Bwana Yesu yuko mbinguni akituombea kwa Baba kwa wale ambao wanamkiri na kumwamini. Nikukaribishe kufuatilia chaneli hii, na usikose kuangalia video nyingine zilizopita huko nyuma. Nina video nyingi zinafundisha mambo mbalimbali. Karibu sana, na nikushukuru kwa kuendelea kufuatilia chaneli hii. Ubarikiwe.